Okay, mambo vipi rafiki na mwanafamilia wa YouTube channel ya Doto Ukae. Ni matumaini yangu kwamba uko poa, uko fresh, michongo pia inasonga kama kawa. Of course, mimi naitwa Gazuko Junior bwana. Lakini ukiniita Doto Ukae pia tunakaa humo kimkakati, alafu maisha yanakuwa yanasonga. Sasa leo ni siku nyingine tena ambayo nimekuja na jambo lingine litakalo kupatia kitu kingine. Nalo jambo lenyewe ni hili, tega sikio sikie. Miaka ya hivi karibuni bwana kumekuwa na ongezeko kubwa la wasanii pamoja na watu maarufu kusafiri na pamoja na kuwahamishia pia makazi yao katika nchi za bara la Ulaya, Marekani pamoja na Canada. Sasa hawa ni wasanii wetu wa nyumbani wa Tanzania, lakini wamekuwa kisafiri kwa lengo la kwenda kubadilisha mazingira pamoja na kuweza kujitafutia maisha. Sasa siku ya leo bwana, mimi ninakupitisha kwenye aina ya kazi na mishahara wanayolipwa katika kazi hizo wanazozifanya wasanii wetu pindi wanapokuwa nje ya mipaka ya Tanzania ama huko katika makazi yao wanapoishi. Sasa moja kwa moja bila kupoteza time na kusogezewa, kwanza ni Diana Kimari. Of course, Diana Kimari ama wengi wamezoea kumuita Diana Kimaro ni moja kati ya waigizaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana katika kiwanda cha filamu hapa nchini Tanzania, lakini baada ya muda fulani aliweza kuamua kufanya maamuzi ya kuweza kuhamisha makazi yake kutoka Tanzania na kuhamia pale nchini Marekani. Sasa mchongo kwa hivi, Diana Kimari bwana, yeye ametusanua kuhusiana na kazi yake ya kwanza aliyokuwa akiifanya alipofika pale nchini Marekani. Anasema kazi yake ya kwanza ilikuwa ni caregiver. Sasa hii ni kazi maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kulea watoto, kwa ajili ya kuweza kulea wazee, lakini pia vile vile ni kazi ambayo yenye kulea watu wenye uhitaji maalum. Sasa kwa nchini Marekani kazi hii imekuwa ikilipa vizuri sana, na of course kama jinsi ambavyo tunafahamu nchi ya Marekani bwana huwa inalipa kwa lisaa. Kuna kazi zinalipwa kwa lisaa, kuna kazi zinalipwa kwa mwezi, lakini pia kuna aina ya kazi nyingine unakuwa unalipwa kwa mwaka. Sasa hii kazi ambayo alikuwa akifanya Diana Kimari, kwa lisali moja unalipwa kama $18, sawa na shilingi 46,800 kwa pesa ya hapa nyumbani Tanzania. Lakini kitu ambacho unachotakiwa kufahamu ni kwamba Marekani ni nchi ambayo imetengeneza mfumo wa mgawanyo wa masaa, ambapo raia unakuwa na masaa 8 kwa ajili ya kuweza kufanya kazi, lakini pia unakuwa una masaa 8 ili uweze kuyatumia kwa ajili ya kuweza kujiendeleza kimasomo, lakini pia kuna masaa 8 mengine unatakiwa uyatumie kwa ajili ya kuweza kupumzika. Kwa hiyo masaa 8 ya kazi, 8 ya masomo, lakini pia 8 ya kuweza kupumzika. Jumla anakuwa anatimia masaa 24. Sijajua kibongo bongo tunaendaje. Sawa. Iko hivi. Watanzania wengi wamekuwa wakitumia ama kuwekeza huo muda wao katika kufanya kazi ama kujitafutia pesa kwa kupiga kazi zaidi ya 2. Kwa hiyo masaa 8 ya kufanya kazi, kama mtu anafanya kazi ya caregiver katika kampuni fulani, akimaliza hapo anakuwa anaenda katika kampuni nyingine. Kwa hiyo mwisho wa siku anajikuta anafanya kazi kwa muda wa masaa 16. Sasa kwa mantikio, kwa Diana Kimari alikuwa akiingiza zaidi ya dola 288 za Kimarekani kwa siku kutokana na masaa yake ya kazi ambayo 16 ambayo amekuwa akifanya kazi. Dola 288 ambazo ni dola za Kimarekani, tukija tukiziconvert kwa pesa za Tanzania tunapata kama 7,048. Hiyo ni kwa lisali moja tu ambapo amekuwa akiingiza, not kwa lisali moja, I mean kwa siku. Yes, kwa siku amekuwa akiingiza pesa hizo. Lakini tukija kuzileta kwa pesa za Tanzania zinakuja zinadondokea kwenye milioni 22. Kwa hiyo mshahara wake Diana Kimaro ama Diana Kimari ulikuwa ni milioni 22 kwa mwezi, ndicho kiasi ambacho alikuwa akikiingiza. Lakini kwa sasa good news ni kwamba Diana Kimari bwana amefungua kampuni yake inayodili na urembo wa wanawake pamoja na kusuka, ambayo ni biashara kubwa sana kwa Marekani inayoingiza pesa zaidi ya dola 150 kwa kumsuka tu mtu mmoja. Kwa hiyo hapo tukiweka makadirio kwa watu 5 kwa siku, maana yake tunazungumzia kwamba anakuwa anatengeneza dola 750, sawa na shilingi milioni 1,900,000 kwa siku hiyo. Tukiweka makadirio kwa mwezi, kwa siku 30 inakuwa inagusa kwenye milioni 58.
Haya ni makadirio ya kiasi cha pesa ambacho anachokiingiza Diana Kimari kwa sasa hivi pale nchini Marekani kwa kazi ambayo anayoifanya ya urembo. Hiko ni kiasi ambacho anachokiingiza kwa mwezi. Tukiachana na Diana Kimari, moja kwa moja ninakusogezea bwana mzee wetu Charles Magari ama Mzee Magari, wengi tunamfahamu hivyo. Kwa kinywa chake amewahi kukiri na kuzungumza kwa kusema kwamba akiwa yupo nchini Tanzania hajawahi kuikamata mkononi mwake shilingi milioni 1 kupitia kazi yake ya sanaa ya uigizaji, licha ya kumpatia umaarufu mkubwa sana ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa Mzee Magari bwana kwa sasa hivi anaishi zake nchini Marekani akiwa yuko na familia yake, anamaanisha kwamba mke pamoja na watoto pia vile vile. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Mzee Magari bwana ni mwajiriwa kwenye kiwanda cha kutengeneza ama kuchakata nyama, na hii ni kazi ambayo inamlipa vizuri sana, ni kuanzia dola 16 kwa lisali moja, ambayo ni sawa na shilingi 41,600 kwa pesa Tanzania. Hivyo Mzee Magari mshahara ambao anachukua kwa siku moja inaenda kwenye 600,000. Yes, 665,060. Sawa, ambayo ukija ukipiga mahesabu kwa mwezi mzima unakuta jibu utakaolipata ni kwamba mzee anakamata kama milioni 19 kwa mwezi mzima. Sasa hiki ni kiasi ambacho anachokiingiza. Kumbuka kwa Tanzania anasema hakuwahi kuikamata milioni 1, lakini akiwa nchini Marekani mshahara wake ni milioni 19 kwa mwezi. Pongezi kwake pia kwa uthubutu ambao ameufanya. Okay, tukiachana na Mzee Magari ama Mzee Charles Magari na kusogezea pia msanii mwingine anaitwa Natasha, ambaye ni mwimbaji wa gospel, lakini zamani alikuwa akifanya muziki wa Bongo Flava na aliweza kutamba sana na wimbo wake wa Maumivu Niache. Lakini kwa sasa yupo pia nchini Marekani na amekuwa akifanya kazi zake licha kujiingizia kipato kupitia uimbaji wake. Lakini pia Natasha bwana ni mwajiriwa kama mwalimu wa mazoezi kwenye gym, ambapo kwa nchini Marekani kazi hii inalipa kuanzia dola 27 kwa saa. Kwa masaa 10 ambayo Natasha anafanya kazi kwa siku, basi anajiingizia kiasi cha dola 270 sawa na 700,000 ya Kitanzania. Sawa, na kumfanya Natasha kuwa ni mfanyakazi ama ni mwajiriwa ambaye anayelipwa milioni 21 kwa mwezi kwa fedha halali kabisa za Kitanzania. Sasa hii ni listi ya sehemu ya kwanza. Endelea kukaa na mimi, endelea kusubscribe YouTube channel yangu ili uweze kupata listi ya wasanii wengine kama vile Roma, Izo Business, Vanessa Mdee, Young D na wasanii kibao. Endelea kukaa hapa, nitakuletea listi yote ya kazi ambazo wanazifanya pamoja na kipato wanachojiingizia. Naitwa Gazuko, ukiniita Doto Ukae inakuwa iko poa sana.